Yes, ni ndani ya kampuni moja hivi ya photo shooting. Tumeona mchizi akiwa anapiga picha huku akiandaa mazingira yake. Amemaliza zake kazi pale, huyo msela anarudi zake nyumbani. Ghafla akaja mrembo mmoja hivi na kumwambia, bwana, kesho kuna kazi ya kupiga yule msanii anayekuja. Naomba after lunch tuwe on time. Na sasa sawa, hamna shida. Mara akaja rafiki yake akamwambia, bwana, sikiliza, na huyu jamaa ndo mwenye kampuni hapa, ndio boss. Jamaa alivyotoka zake kazini akapita zake shule akaenda kumsubiria mtoto wake. Yuko na katoto fulani hivi karembo ambako ana katoto kamoja tu. Jamaa ndo kawaida yake, kila siku anapotoka kazini lazima ampitie mtoto wake kurudi naye nyumbani. Nyumbani wanakula chakula, familia iko baba na mtoto tu. Wakati wako nyumbani wanakula, mtoto kama hana raha fulani vya, akamuuliza, mbona unalala leo? Mtoto akasema, kuna jamaa mmoja hivi shuleni ananizidi kila ninachokifanya. Yeye huwa gana nipita pointi moja tu. Babu akasema, ni pointi moja tu, ipo siku ukikaza msuli utampita. Ikifika usiku, jamaa anamsomea vitabu mtoto wake na kumfundisha mambo mengi sana. Ni anampenda sana mtoto wake na mtoto anampenda sana baba yake. Huwa anamuimbia, anamsomea vitabu, anajaribu kumfundisha vitu vingi sana. Wakati anatoka zake nje, mtoto akasema, baba, wewe kila siku unanipa hadithi zingine tu, mbona hujawahi kunipa hadithi ya mamangu? Baba akasema, ipo siku nitakwambia, lakini kwanza uhakikishe unampita huyo ambaye unaoshindana naye na uwe mtu wa kwanza shuleni, kisha nitakuhadithia story ya mama yako. Kisha jamaa akamchukulia vidonge akampa mtoto ili ameze, kisha akamwekea oksijeni. Mtoto na matatizo ya mapafu, kila siku lazima kilala awekee oksijeni ili aweze kupata usingizi. Jamaa akazima zake taa akatoka zake nje kwenda kulala. Ghafla tukaisikia sauti ya baba inasema, utamficha hadi lini? Umweleze ukweli, na wewe ndo pekee ambaye unaweza kumweleza ukweli mtoto wako. Akasema, baba, bado muda, nitamueleza tu, haipaswi haya mambo yawe kwa haraka hivi, kumbuka bado mgonjwa. Wakati jamaa anamwambia baba yake hayo, wako sitting room, maisha yakawa yanaendelea. Mchizi kila siku anawaza sana hali ya usafi ndani kwake. Lazima aweke mazingira ya chakula, asafishe nyumba, kila kitu kiwe sawa ili mtoto asije kupata matatizo yoyote. Maana mtoto na matatizo ya upumuaji. Anapiga zake deki, anasafisha nyumba, mtoto anamwangalia baba yake, kisha baba analala kwa kuchoka sana. Mtoto akachukua zake shuka akamfunika baba, kisha akaingia zake nyumbani akapiga msuli. Asubuhi kumekucha kama kawaida, jamaa ndo baba ndo mama, yani lazima muandae mwanae kwa kila kitu kabla hajaelekea shule. Anambeba mwanae starehe, anakula naye bata, kila sehemu yupo karibu sana na baba yake. Usiku umefika, jamaa amelala na mtoto wake. Babu akaja kumbeba mtoto na kumweka begani na kuingia naye chumbani. Siku ya pili darasani, jamaa mtoto yupo zake kwenye kitabu anapiga zake pepa, na akaamua kabisa, leo ndo siku ambayo nilipangia nifanye vizuri. Mara avorudi nyumbani akamkuta mtoto anafurahi sana, kisha akampa majibu ya matokeo ya mtihani. Akasema, baba, leo nimekuwa mtu wa kwanza na yule anonishindaga nimempita. Baba akafurahi sana, akasema, a good girl, wewe ni mtoto smart sana. Baba baada ya kufurahi pale akaongeza kichumbani, kisha mtoto akamwambia, kwa sababu uliniahidi kwamba nikifanya vizuri darasani utanihadithia story ya mama yangu. Imekuwaje tena? Mbona uko kimya? Asema, acha nitakwambia. Wewe kila siku mamako, nishakwambia nitakwambia. Mtoto kile kitendo kilimuuzi sana, akarudi zake nyumbani amelala huku ana mawazo kibao. Ghafla asubuhi jamaa anaamka, anaambiwa na baba yake, anaambia, bwana, jamaa mtoto ametoka, hayupo. Jamaa alichanganyikiwa sana, akaanza kupiga simu huku na kumtafuta mtoto wake. Kisha tukamwona mtoto yuko zake na mbwa wake mkubwa. Wakati anatembea na mbwa akamponyoka pale. Mbwa akamkimbilia mdada mmoja. Baada ya kumkimbilia yule mdada, akawa tayari anahema mtoto kwa kukimbia. Yule mdada akampa mbwa, anaondoka tu, akakoswa na gari. Jamaa akapigiwa simu kwa mtoto wake amegongwa na gari. Jamaa akawa amechanganyikiwa kinoma. Ilibidi mchizi awai zake moja kwa moja mpaka alipoambiwa mtoto yupo. Kweli akamkuta mtoto yuko na yule mdada wamekaa. Baada ya kukaa zao pale, mdada akaanza kusema, yani wewe ni mtu wa kuvunja ahadi za watu tu. Mimi ndo nimemwokoa mtoto wake. Kisha akamhadithia ilivyokuwa mpaka akamwokoa yule mtoto. Baada ya hapo, Yashina akaanza kumhadithia mambo mengi sana. Kwanza, mwanao alinihadithia kila siku. Ulimwambia utamhadithia story ya mama yake akifanya vizuri mtihani, na kufanya hivyo. Na ndio sababu alivyoondoka akaondoka kazurule tu. Jamaa akashangaa, huyu mwanamke vipi? Mbona anaingilia mambo yasiyomhusu? Okay binti yangu, leo nitakuhadithia story nzima ya mama yako leo jibu. Yashina akasema, sasa kama hukukashindwa kumhadithia binti yako jana, inakuwaje leo unataka kumhadithia hapa? Jamaa akasema, wewe mwanamke vipi? Inamhusu? Akasema, ndio inanihusu. Wewe nimekuwa ni mtu wa kuvunja ahadi za watu tu. Na mtoto akawa
yuko upande kwa Yashina. Ikabidi msela akashindwa kabisa, ikabidi aanze kuhadisia story ya mama yake. Story imeanzia hapa. Jamaa baada ya miaka fulani hivi alikuwa ni kazi yake hiyo ya kupiga picha. Kipindiko jamaa alikuwa maskini wa kutupwa, maisha yake ni magumu sana. Jamaa akawa anapiga picha hapa, yuko zake ofisini kwake na story kaanzia hapa. Kwa hiyo hapo ndipo ulipoanza kumpenda mama. Kwa hiyo mama alikuwa na sura gani na alikuwa anafananaje? Mimi nivute hisia ya nani ili nihisi kama unachonihadisia ni kitu ambacho ni cha mamangu. Na Yashina akasema vuta hisia yangu, tufanye kama mimi ndio mama yako sasa. Hapo anapokuhadisia vuta hisia kwamba ule ukaa naye karibu, mimi ndio mama yako. Story ikaendelea, jamaa anaanza kuhadisia. Alipokutana na huyu binti siku ya kwanza akamkuta yuko barabarani, jamaa akiwa na kamera yake. Mchizi akaendelea kumpiga picha nyingi sana huyo binti. Binti akashtukia kwamba anapigwa picha. Baada hapo akamtokea Viraji akanyang'anywa kamera, akasema unanipiga picha, naenda kushtaki. Kwa nini unanipiga picha bila idhini yangu? Binti akawa amecomplain sana swala la kupiga picha bila idhini yangu. Kisha akaichukua kamera kama ushahidi, kisha akamshtaki. Mbele akamkutana naye rafiki yake na Viraji akamwambia, sikiliza dada, hizo picha ni nzuri sana. Yule hana lengo baya na wewe. Lengo lake ya kupiga picha ili azipeleke kwenye studio yake, anataka kufungua studio ya kwake mwenyewe. Binti kuangalia ni kweli ndio amempiga picha, lakini nzuri hatari. Akaona kumbe kijana ni mpambanaji. Ngoja tu nimrudishie kamera yake. Samahani kwa kuchukulia vibaya. Mimi ni mgeni hapa kijijini. Mbona kila picha nyingi sana umenipiga mimi tu? Mchizi akamjibu I love you. Jamaa akaona mbona msitu unaharibu? Mbona unaharibu sasa wewe usijali. Dada samahani, sikujua kama rafiki yangu ni kichaa kabisa. Mchizi pote hakutaka kusubiria. Akamchana tu ukweli binti kuwa anampenda. Akamwaga voko kibao, sound za kutosha. Binti akaona kumbe mchizi ni kichaa, akabeba kamera nyoa na kuondoka naye. Jamaa akabaki anatabasamu tu. Siku ya pili jamaa wako zake kazini wana complain, anasema wewe umeliharibu. Utaongeaje vile mbele ya watu haraka? Mara ghafla akamuona binti ndo anaingia zake ofisini. Bosi akamuita Viraji na kumwambia, mpo wangu huyu kuna picha zake unataka ukamprintie. Jamaa akakubali, sio mbaya. Fasta akampeleka ofisini. Samahani madam, sikujua kwamba bosi wako ni anko wako. Binti akamrudishia kamera yake kwanza na kumwambia, usijali, ulikuwa unajisumbua bure tu. Okay, mimi siamini katika mapenzi na mahusiano na mapenzi. Sijui ndoa, watoto na mahusiano, Jamaa akamuuliza, unaweza kuniambia kwa nini? Binti akaanza kukumbuka alivyokuwa mtoto na babake na mamake walikuwa wanapigana sana, na hiyo ndio kitu ambacho pekee kilimpelekea aharibike kisaikolojia. Na binti akaendelea kumhadisia Viraji story yake na maisha yake juu ya wazazi wake. Mara binti alivyomaliza pale akamwambia, okay, mimi nakuletea picha zangu hizi hapa, baki nazo, ni nzuri sana, zitakuweza kusaidia kwenye kazi yako. Kisha binti huyo akaondoka zake. Mwamba akaamua kumfuata zake. Vipi, nitakuwa kuna tena lini tena? Hatuwezi kuwa marafiki? Binti akamwambia sawa, nimebaki na wiki mbili tu, ninaweza kuwa marafiki ila kwa sharti moja, ila usilete habari zako za mapenzi na mahusiano, tubaki kuwa marafiki. Jamaa kafurahi kinoma, jamaa kagongelea msumari hapo. Basi mdogo urafiki kati yao kaanza. Kila siku akaendelea kumfuata binti kwenye party, wakati familia ikiwa inapata chakula cha jioni. Akamuita binti nje ili aongee naye. Wakamuita binti kwenye chumba kidogo ili waweze kupiga story. Jamaa akamletea demu mbege, kinywaji cha kwao, ili demu aendelee kunywa leo ili mahusiano yao yaendelee kudu. Mara ghafla wazazi wake wakaendelea kugombana kinoma. Jamaa na binti wakajificha uvunguni. Ugomvi ulivyokuwa unaendelea, binti unazidi kumchanganya kisaikolojia, ambaye ndio kitu pekee ambacho kinamkosesha amani kwenye mahusiano na mapenzi. Yani hataki kabisa hivyo vitu. Lakini baada ya maisha kuendelea, story ikaendelea. Mwamba alikuwa na kambwa kake kadogo. Binti alikuwa anakapenda sana. Siku moja jamaa akamwambia, bwana, nimenunua kamera kali ya kisasa kabisa, toleo jipya. Binti akauliza, pesa zote umetolea wapi? Akasema, nimeuza mbwa wangu ule mdogo, nimemuuza. Na kwa sababu mimi siwezi kumtunza vizuri. Na binti akupenda kile kitendo. Akamuuliza, ina maana kwamba mimi nikubali kuwa na mahusiano na wewe, je, unaweza kuniacha kwa sababu huwezi kunihudumia? Na jamaa akasema, habari za mbwa na wewe vinahusiana nini? Ndio, wewe unajua yule mbwa ulikuwa unampenda sana, alafu umemuuza kwa sababu huwezi kumhudumia. Kwa hiyo mimi utaweza kunihudumia na mimi naondoka leo na sitorudi tena. Binti amekasirika kwa jambo dogo sana. Jamaa akasema, kwa nini umekasirika kwa jambo dogo sana? Binti akasema, ndio jambo dogo, lakini sio kwangu na mimi sitorudi tena kwako. Jamaa akasema, binti akakasirika kwa jambo dogo, akasema sio mbaya. Jamaa kesho yake asubuhi yuko zake kwa mamake kwenye mjini. Jamaa, binti hana raha kabisa. Jamaa anatamani kumcheki mshikaji roho inasita. Siku moja anatoka zake chuoni, anamuona yule mbwa. Anamwangalia pembeni, anamuona mchizi huyo hapa. Jamaa
Binti akaishiwa power kabisa, akashindwa kujizuia kabisa, akakimbia akamkumbatia huku analia. Alimisi sana isee. Yani unajua tena mapenzi alishamzoea kinoma mshikaji. Akamwomba msamaha. Akasema bwana, samahani sana kwa kukasirika kwa kitu kidogo sana. Lakini ukweli kabisa najua kabisa wananipenda na mimi nakupenda sana. Mchizi mlembo alishampenda sana jamaa. Yani jamaa akawa hana kabisa cha kufanya. Hana kitu. Yani alimisi sana kukaa naye wiki kadhaa bila mawasiliano yote. Jamaa akavla akaanza kumbusu. Yani unajua mapenzi sia. Katikati ya furaha mama akamuona binti na jamaa, akamwambia twende tukapate lunch. Mama akamuuliza Virat, unafanya kazi gani wewe? Akasema mimi nimpiga picha tu, nimeajiriwa kwenye studio. Akamuuliza unalipwa shilingi ngapi kwenye hiyo kazi yako? Jamaa akapata na kiguzi kwa sababu binti akainama chini. Achana na hilo. Je, unaishi wapi? Akasema naishi Rombo. Unajua umbali gani kutoka Rombo mpaka kufika hapa mjini? Na binti akasema swali gani hilo mama? Akasema tulia hilo kwanza. Subiri namuuliza huyu. Mara bili ya msosi ikaja pale. Jamaa akaambiwa alipe. Jamaa kufungua hivi anakuwa $200,000. Do kudadeki. Pozi limuisha mshikaji. Akasema samani, namfuata mbwa wangu hapo nje ila nitarudi. Jamaa kainua zake begi akatoka. Binti akaanza kulalamika. Mama ndo nini hivi? Hasa kama alishindwa kulipa bili ya chakula, tenda kukutunza wewe? Yani nimuozeshe binti yangu kwa mtu asiyokuwa na mbele wala na nyuma ili akateseke huko. Binti akaanza kusema, ndio maana wewe na baba mnagombana kila siku kwa sababu ya baba, si ndio? Kwa sababu hana fedha. Anasema wewe unajua kwamba mimi na babako tulikuwa tunagombania nini? Hebu acha hizo habari. Kila siku zinazozidi kwenda. Umeona sasa yule jamaa wako kisha kukimbia. Je, ungekuwa na mahusiano? Mara ghafla mchizi huyu hapa karudi. Akatoa pesa pale akahesabu akalipa. Mama akamtazama tu. Akasema, "Ho mama, usinichukulie mimi ni tajiri. Huo ni mshahara wangu wa mwezi mzima. Kama bahati tuliingia jana. Nilienda nje kuutoa. Na nimelipa bili kwa mshahara wangu wote kwa sababu nataka kutengeneza studio yangu ya kwangu mwenyewe ambayo nitaitengeneza ndani ya lisali moja tu, lakini mimi nahitaji kumuoa binti yako, naomba unikubalia." Jamaa anaongea maneno ya uchungu sana mpaka binti analia. Ghafla jamaa akageuka zake akamwambia, bwana nataka kukuoa. Binti ataanzaje kukataa? Binti alikubali na makofi akaanza na kuanza maisha ya pamoja kutoka hapo. Binti aliridhika kutoka maisha ya ushuani, maisha ya kitajiri na kuja kwenye maisha ya chini kabisa. Yani binti anafanya shughuli zake za muziki, jamaa anafanya shughuli zake za mafoto. Kama ukija mke na mume waliishi kama chupa na mfuniko hivi. Yani waliishi kama mapacha. Maisha yao yalikuwa ya furaha sana na amani. Huku mchizi anajituma sana kwenye kazi. Siku moja nyumba alopangwa ilijaa maji. Na wakaanza kufanya kazi ya kuwatoa yeye na mke wake. Jamaa akamtwangia msela wake kijijini. Bwana, kuna shamba alipewa na baba yake. Bwana, naomba liuze, naomba hizo pesa zitoke ili niweze kununua nyumba. Maisha yakaendelea. Baada ya kuuza ile nyumba kiwanja cha urisi, maisha yakaendelea na wakanunua zake kiwanja. Mchizi akapambana usiku na mchana ili kupata pesa na wakanunua nyumba mpya kubwa na nyumba nzuri sana. Na furaha ikaanzia hapo na maisha yakaendelea, wana nyumba nzuri, chakula kizuri, wanapiga zake makuku fulani, furaha na burudani. Siku moja ametulia zake nyumbani, jamaa akamgusia mkewe, vipi? Sasa hivi tunataka tupate mtoto. Binti kama hakupenda hivi. Binti akanyanyuka kwa kukasirika. Jamaa akamwambia, nini shida? Akasema, sasa tumeanza mambo gani sasa? Haya maisha yetu yalikuwa ni mimi na wewe tu. Tunaishi watu wawili tu. Sasa hivi tunataka tuongeze mtoto. Mimi sitaki mtoto wangu ateseke kama nilivyoteseka mimi. Kila siku babangu alikuwa anagombana na mamangu. Nataka mimi na wewe tugombane au inakuwaje? Binti alicomplain sana kuhusiana na kupata mtoto. Lakini jamaa akasema, sio sisi hatuwezi kugombana, na mimi hatuwezi kugombana kuachana hata siku moja, na hatuwezi katokea kitu chochote kitufanya mimi na wewe tugombane. Vipi? Mbona kama akili yake haina akili hivi? Wewe unajua unachokiongea wewe? Mbona unakuwa kama una akili za kitoto? Hapana, wewe ndio unielewi. Mimi sitaki mtoto wetu apate tabu kwa maugomvi yetu sisi huko mbeleni. Yani sitaki, mimi naogopa kabisa. Mchizi akaona kudadeki. Itabidi uende kwa daktari wa saikolojia. Yani ubongo wako uko sawa kabisa. Yani kwa nini nimejadiliana na hili jambo? Bora naondokea zangu. Mwanamke sawa, nenda. Umeongea nini sasa hapa? Haya, nenda. Kila mmoja amekasirika na ondoka zake. Lakini jamaa alipofika zake nje akakaa akafikiria sana. Akarudi fast akamkuta mwanamke na anataka mfuate. Akakumbatiana pale. Mchizi akaanza naomba msamaha. Naomba nisamee mke wangu, sikusudia kusema hivyo kabisa. Okay, sasa hivi utakachosema chochote mimi sina pingamizi, sawa mke wangu? Mwanamke asema, hapana, mimi nilikuwa siamini katika mapenzi, wewe ukaniaminisha, na nisikuamini kwenye ndoa, lakini pia ukaniaminisha, lakini kwenye hili sijielewi, naogopa sana. Jamaa akasema, usijali mke wangu, hutajutia kwenye hili, na kuahidi mke wangu haitatokea chochote, na tukipata mtoto tutakuwa tu furaha. Okay, katika maisha sasa jamaa kaishia hapo. Demo akasema, nini kiliendelea? Na ndio tukampata Malkia wangu. Nini kuhusu mimi?
Kilitokea nini? Jamaa akasema ni wewe, ni yeye sio wewe, acha shobo. Alikuwa anapenda sana kuimba mke wangu. Maisha yakaendelea. Hapana, subiri. Hii haingiki akilini kabisa. Yaani mtu mlikuwa mnapendana sana, alafu baada ya kuzaa tu akaondoka. Hapo siamini, unanongopea. Jamaa akasema, yaani mwanamke umetumwa, yaani mimi naongea ukweli afu unasema uniamini? Mwanangu, hii ndio story ya mama yako. Tayari nishakusimulia. Tayari twende nyumbani. Jamaa akalipia bili pale na kunyanyuka kuondoka. Mtoto kagoma kuondoka. Akaungana na Yashma. Story baba haijaisha hii. Nataka utuhadisie mpaka ishe. Au mama wewe ndio umemwacha baba? Mama, inaonekana kabisa wewe baba ndio umemwacha mama. Haiwezekani baba akubali, mama akubali kila kitu, alafu umezaa, alafu umwache mama. Story ikaendelea. Baada tu ya maisha kuendelea, binti kweli akapata ujauzito na binti akapelekwa hospitali. Jamaa akapigwa simu pale, jamaa akaja mbio hadi hospitali. Akaambia bwana, mke wako amejifungua mtoto wa kike. Jamaa anaingia zake, akaambiwa subiri. Ikaonekana kuna jambo daktari anataka aongee naye. Taarifa anayopewa sasa ni kubwa. Mtoto wako amezaliwa na ugonjwa wa mapafu. Hawezi kupumua vizuri, lazima atumie oxygen. Hali hii ikaji sana kwa watoto wachanga. Inakaa muda mfupi sana na ufariki wa muda mfupi sana. Msela kwanza ikabidi akamuoa yule mke wake. Haamini kabisa, akamkuta mke wake yuko shwari kabisa, lakini mtoto wao ndio ana shida. Mwanamke anaanza kulalamika, mbona mtoto wetu, mume wangu, uliniambia kwamba tukijifungua tutakuwa na furaha, lakini hadi sasa hivi sikumpata mtoto wangu, sikumshika mtoto wangu na wala sikumnyonyesha, na uliniambia kabisa na uliniahidi kabisa nikizaa tu hakuna chochote kinachotokea, tutakuwa na furaha na amani. Yani binti anazidi kumcomplain mshikaji, na mlaumu mshikaji, na ndio kitu kabisa binti ambacho alikuwa hataki. Binti analia sana, yani machozi yanamtoka, hana amani. Jamaa anazidi kumbembeleza, mke wangu tulia. Baadaye akarudi naye nyumbani bila mtoto, na mtoto kamwacha hospitali ndani ya miezi kadhaa. Maneno yakawa yameisha, wanaenda kumuona mtoto, lakini wao hawana mazungumzo kabisa, wala hawana amani tena. Binti kila dakika analia tu. Siku moja akampigia simu mamake, akamueleza kila siku. Mamake akamweka sawa na akamwambia nenda nyumbani, mimi nitakaa hospitali. Jamaa akasema acha, niko sawa. Jamaa akasema mimi sisemi kwa ajili yako, mimi nasema kwa ajili ya shemeji. Hebu muone shemeji hali yake, hadi sasa hali yake ni mbaya sana. Jamaa akamchukua mke wake, yupo zake kwenye gari, wanaondoka zake kwenye gari, wanazidi kucomplain tu. Jamaa yuko kwa zake kwenye gari, anaendesha gari, binti haongei chochote. Akasema ni miezi mitatu hasa mke wangu, watuongee chochote, hebu turudishe furaha yetu ya zamani, mtoto wetu atakaa sawa tu. Binti akasema nimejuta sana kuolewa na wewe, na nimejuta sana kuzaa, na nilikwambia sitaki kuzaa. Kutoka hapo mtoto akashindwa kuvumilia kabisa, akaenda akamkumbatia baba yake, machozi yanamtoka. Hakutaka kabisa story iendelee, na kwamba story ilimuumiza sana mtoto. Hakutaka kabisa kuhadisiwa hiyo mtoto, na akajuta kabisa mtoto, kwa nini mama yake alimkataa baada ya kumzaa. Kutoka hapo akambeba mtoto, akawamtaki kabisa ashikwe na yule binti, kwa sababu ilitumika sura yake. Na binti akamfuata msela, akasema kwa nini mtoto hataki kuongea na mimi? Akasema wewe ulisema tutumie tafsiri yako kama mamake, na ndio maana kimetokea hivi. Binti akasema basi sawa. Binti akiwa sawa, mnipigie basi, nawapa namba yangu na mtaniambia kilichoendelea kutoka hapo. Story kaendelea pale tulipoishia. Jamaa wakati wako njiani, ugomvi unaendelea, ikatokea bomba la ajali, na ajali mbaya sana. Binti akatokea kwenye kioo na kudondoka na kupoteza fahamu, lakini mshikaji alitoka kwa sababu alifunga mkanda. Jamaa alipiga kichwa vibaya sana, jamaa naye alizimia hapo hapo. Ajali ilikuwa mbaya sana, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Binti Yashna akajikuta analia tu kutokana na story, na mwisho wa story, samahani, naomba usilie, ishapita yote hayo, ni mambo ya zamani, tusikumbushane machungu ya zamani. Jamaa akamchukua mbwa wake na mtoto wake, akampeleka hadi nyumbani, akamfunika na shuka. Jamaa akatulia zake huko ameshika, lakini cha kushangaza nafunua tunaona picha ya Yashna kwenye PC. Hii imekaaje ise? Huku Yashna ile story imemtachi sana, machozi analia tu muda wote. Ghafla kukutana na mamake, anaita Yashna. Sasa kumbe mamake mzazi ndio yule binti ambaye alogongwa na gari, alopata ajali ya gari na alozaa mtoto.